tunawaheshimu kama viongozi wetu. Wakati umefika, if they did not see this danger, wakati umefika wa kufanya mjadala. Lakini sisi kama chama cha Jubilee ndio wa kwanza kusema tunajiunga na Wakenya wengine kukataa finance bill 2026, reject finance bill 2026. Ukiangalia yale mbaya yako kwa hiyo finance bill, unashangaa tutaishi wapi na tutaenda wapi. The cost of living is already unbearable for many Kenyan workers, wafanyakazi wa Kenya saa hii. Sijui kama kuna mfanyakazi Kenya hii ambaye anatarajia ama anatasamia kupata payslip. Maisha ya kufanya kazi nchi sasa imekuwa kama ni utumwa. It's slavery. And Kenyan workers are paying every day over taxation. Na ukweli ni kwamba hii serikali imetoka kwa mpango wa IMF program. Why did they get out of the IMF program? Kwa sababu wamekataa audit. IMF inauliza audit. Na mnajua kwa nini wanakataa audit. Sisi zote tunajua kwa nini wanakataa audit. Because they have refused to accept that audit. They have gotten out of the IMF program. Sasa they are trying to look for money to plug the holes through overtaxation. That is the truth. Tuambiane ukweli na tuambie wananchi ukweli yale ambayo yanafanyika. So whether you bribe leaders of the transport sector for a day or two to get out of the street, whether you intimidate them or whatever you do, the problem does not go away. And this is the same short-termism, short-sighted way of managing the country that these people have adopted. There's a problem, throw money at it, bribe some people, or alternatively intimidate them or abduct them, or alternatively say ni kabila fulani nataka kuleta shida. You are moving all of us into a crisis and trying to profile one community. Eti you think it is going to be fashionable? Shida ambayo iko kila mahali Kenya hii. Hata ukienda Garissa, uende wapi, shida ni hiyo kila Mkenya anapitia. Sasa kwanza kuambia wananchi eti ni maneno yanaletwa na kabila moja and so on and so forth, which doesn't make sense.